Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 26 mstari wa 40, Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni." Ninakukaribisha sana katika chaneli hii ya YouTube pamoja na ukurasa huu wa Mwalimu Benjamin Abel. Tunakukaribisha katika ibada za maombi na maombezi kila siku saa 9 mpaka saa 10:30 usiku katika chaneli hii. Tuna kipindi kizuri sana cha maombi kinachoitwa Kesha na Kristo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkeshe pamoja nami hata saa moja. Na sisi tunakesha pamoja na Kristo. Tunafanya maamuzi pamoja na Mungu kwa njia ya maombi. Tunabadilisha mwelekeo na maisha kwa njia ya maombi. Tunabadilisha mtazamo na kumjua Bwana kwa njia ya neno la Bwana. Katika madhabahu hii na katika ukurasa huu, vyote hivyo utavipata kupitia madhabahu hii. Watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wanahubiri na kuomba pamoja nawe watakuwa pamoja nawe kila siku. Karibu sana, uwakaribishe na wengine, waalike na wengine, na usisahau usubscribe kwenye chaneli hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Usisahau kulike kwenye video hii na kwenye ukurasa huu ili wakati ambapo tunakuwa hewani uweze kupata ujumbe ya kwamba tuko hewani. Mungu akubariki sana. Kesha na Kristo, madhabahu ya maombi na maombezi kwa dunia nzima. Shalom. Amen. Endelea na mafungo ya siku 40, leo ikiwa ni siku yetu ya 21. Na katika wiki hii tunajifunza ujumbe wa baraka wenye kichwa kinachosema chipukizi jipya. Chipukizi jipya. Chipukizi jipya. Ndio ujumbe ambao tunao, chipukizi jipya. Chipukizi jipya. Kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 14 mstari wa 7. Ayubu 14 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, kwani yako matumaini kwa mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake uchakaa mchangani, na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumekuwa tukitazama hapo tokea asubuhi juu ya chipukizi jipya, na kwa tafsiri tu ya haraka haraka tulikuwa tunazungumza juu ya chipukizi kama ukuaji au kuongezeka utukufu au msimu wa kuzaa matunda na kustawi na kupendeza. Tunaposema chipukizi jipya, tunazungumza juu ya ukuaji, kuongezeka utukufu, lakini msimu mpya wa kuzaa matunda na kustawi na kupendeza. Na unapozungumza juu ya chipukizi, mara nyingi chipukizi linatokea kwenye shina. Asubuhi nilikuonyesha picha kadhaa zinazoonyesha mfano wa chipukizi. Sijajua kama watu wa TEHAMA wanazo, lakini chipukizi ni kama unavyoona hapo, shina, alafu kuna mmea umechipuka na umezaa matunda. Kwa hiyo hilo unaloliona hapo ni chipukizi jipya. Ni chipukizi jipya. Ni tafsiri ya moja kwa moja kabisa ya mstari ule wa Ayubu kwamba mtu ukikatwa unaweza ukaota na machipukizi yake yakazaa matunda. Kwa hiyo tunachozungumza hasa, picha ya pili ni hiyo ya kule kijijini kwetu kabisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mgomba umekatwa, kama vile hautaota tena, lakini ukachipuka tena na ukazaa matunda. Hiyo ndio tafsiri ya moja kwa moja tunapozungumza juu ya chipukizi. Chipukizi jipya tunazungumza juu ya ukuaji. Ukuaji, kuongezeka utukufu, kustawi na kupendeza. Nikipata nafasi labda huko mbele nitaeleza vitu vyote hivi
ambavyo viko kwenye tafsiri ya andiko hili. Kwa mfano ukisoma ile Isaya sura ile ya 4 mstari wa 2 inaeleza tafsiri hii ya moja kwa moja ya mstari huu niliokueleza. Isaya sura ya 4 mstari wa 2. Isaya sura ya 4 mstari wa 2 inasema, siku hiyo chipukizi la Bwana litakuwa zuri, lenye utukufu, na matunda ya nchi yatakuwa mema sana na kupendeza kwa ajili ya Waisraeli wale waliookoka. Siku hiyo chipukizi la Bwana litakuwa zuri, lenye utukufu, na matunda ya nchi yatakuwa mema sana. Ni msimu waga wa kuzaa matunda. Ukiona chipukizi limetoka au mti umetoa machipukizi yake, unazungumza juu ya msimu wa kuzaa matunda, lakini pia unazungumza juu ya ukuaji, unazungumza juu ya kuongezeka utukufu. Kwa hiyo tunaposema juu ya chipukizi jipya, ninatambulisha kwako juu ya msimu ambao Mungu amekusudia kuuachilia kwenye maisha ya mtu, msimu wa kuzaa matunda katika jina la Yesu. Inawezekana ni msimu wa kuzaa matunda kwenye ndoa yako au kwenye biashara yako au kwenye huduma yako au kwenye utumishi ulio nao au kwenye kazi au kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Mungu anataka uchipuke kiasi ambacho akupe tena msimu mpya wa kuzaa matunda. Tunapozungumza juu ya chipukizi jipya, kama tunavyokwenda na mafungo haya yanayozungumza juu ya kuomba juu ya mipango yako ya mwaka huu na hasa ya mwaka ujao, tunazungumza juu ya Mungu kukusaidia tena kukua, kuongezeka utukufu, kuzaa matunda katika mwaka 2026. Jina la Bwana libarikiwe. Wapo naelewa kitu Mungu anachoongea hapa. Kwa hiyo tunapozungumza wiki hii nzima juu ya chipukizi jipya, tunazungumza juu ya jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakueleza tafsiri mbili za moja kwa moja kwenye ile andiko la Ayubu 14 mstari wa 7, anaposema juu ya kuna matumaini juu ya mti uliokatwa, utachipuka tena, utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Mstari ule wa 8 maandiko yanasema, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo. Biblia inaposema juu ya mti, si mara nyingi sana inamaanisha mti. Maana kuna habari kwenye Biblia moja inazungumza, eneo moja la Biblia inasema juu ya kikao cha miti. Mti huu ukawa unasemezana na mti huu, mti huu ukawa unazungumza na mti huu, tumchague nani awe kiongozi wetu. Kwa mti huu kajibu na mti huu kajibu. Hakuwa anazungumza juu ya miti exactly, alikuwa anazungumza juu ya watu ambao anatumia picha ya mti kuwawakilisha. Na ndio maana Biblia inazungumza juu ya kama siku za miti zilivyo, ndivyo siku za watu wangu zitakavyokuwa. Mahali pengine nasema Yesu akamwekea mikono yule kipofu, akamuuliza, waona nini? Akasema, ninaona watu wanakwenda kama miti. Kwa mara nyingi Biblia inapozungumza juu ya mti, inazungumza juu ya watu. Anaposema juu ya mti uliokatwa, anazungumza juu ya mtu anayepitia kipindi fulani cha maisha ambacho neno lililotumika pale ni kwamba ni kukatwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo anaposema juu ya mti uliokatwa, anamaanisha mambo makubwa mawili hapa. Kama unaandika andika. Anazungumza juu ya mambo makubwa mawili. Anaposema mti uliokatwa, anamaanisha mtu anayeshambuliwa ili kuondolewa kwenye nafasi yake aliyopewa na Mungu. Mtu anavyoshambuliwa au mtu anayeshambuliwa ili kuondolewa kwenye nafasi yake aliyopewa na Mungu. Kwa anapozungumza juu ya mti kukatwa, anamaanisha shambulizi juu ya mtu ambalo limelenga hasa kumuondoa kwenye nafasi yake aliyopewa na Mungu. Kwa nini anaondolewa kwenye nafasi yake? Ili asizae matunda yaliyokusudiwa. Na hapa tunapozungumza nafasi, mara nyingi zinakuwa ni nafasi za kiroho kwanza kabla ya nafasi za kimwili, kwa sababu
mtu ndiye kiumbe cha pekee ambacho kimepewa kuishi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kwa wakati mmoja. Kiumbe pekee kilichopewa kuishi kwenye ulimwengu mbili kwa wakati mmoja ni mwanadamu. Kwa wakati huo huo anaishi kwenye ulimwengu wa roho, kwa wakati huo huo anaishi kwenye ulimwengu wa mwili, akishambuliwa kwa lengo la kumwondoa kwenye nafasi. Mashambulizi yanalenga kwanza nafasi ya kiroho aliyopewa na Mungu kabla ya kulenga nafasi ya kimwili alionayo katika jamii na katika maisha ya kila siku. Kwa hili ni shambulizi ambalo unashambuliwa ili uondolewe kwenye nafasi yako. Ndicho ambacho alikutana nacho Adamu. Maandiko yanasema ya kwamba Adamu alipokosea, Mungu alikuja akamwambia, uko wapi? Maana yake umeondolewa kwenye nafasi yako uliokuwa umepewa na Mungu kama mtawala na kama mmiliki. Kwa anaposema mti umekatwa, anamaanisha mtu anashambuliwa ili kumwondoa kwenye nafasi aliyopewa na Mungu. Nafasi uliopewa na Mungu ndiyo inaamua matokeo kwenye maisha yako hapa duniani. Nafasi Mungu aliyokupa ndiyo inaamua matokeo kwenye kile unachofanya hapa duniani. Na ndio maana ukishindwa kukaa kwenye nafasi yako uliopewa na Mungu, hata kama unaomba sana, hatua ya kwanza ya Mungu kujibu maombi yako, atakurudisha kwanza kwenye ile nafasi aliyokuwa amekupa. Kwa nini? Kwa sababu ili uzae matunda yaliyokusudiwa na Mungu, iwe ni kwenye eneo lolote la maisha yako, lazima uwepo kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi sana wanapokutana na vita, hawajui nini ambacho adui amelenga. Analenga kwanza kukuondoa kwenye nafasi. Unajua nafasi, ndani ya kila nafasi kuna wajibu. Kwa mfano, nikihubiri hapa, ninafanya assignment, ni wajibu, responsibility, wajibu ambao Mungu amenipa, kazi. Kabla ya kutekeleza huu wajibu, lazima niwepo kwenye nafasi ambayo ndiyo inanipa uhalali wa kutekeleza huu wajibu ambao Mungu amenipa. Nikiondolewa kwenye nafasi mbele za Mungu, hata kama nitaendelea kutekeleza wajibu, sitakuwa na matunda yaliyokuwa yamekusudiwa kwenye huu wajibu ninaofanya. Wangapi wananielewa nachoongea hapa? Kwa unaweza ukawa unafanya kitu huoni matokeo, unafanya biashara huoni matokeo. Kwa unaleta mzigo unaweka dukani, unafanya biashara unafunga hesabu mwisho wa mwezi, lakini ukiangalia ni kama vile huoni matunda ya kile unachofanya. Usihangaike kwanza juu ya kile unachofanya kwa jinsi ya mwili kwanza. Hakikisha kwanza ile nafasi yako ambayo Mungu amekupa katika ulimwengu wa roho, ya kwamba usimame kwa ajili ya ufalme wake umesimama ipasavyo. Sasa hii haimaanishi kila mtu lazima awe mtumishi wa Mungu ahubiri. Lakini katika nafasi uliopewa, huko ofisini, huko kwenye biashara, wewe ni mwanasiasa, huko kuna nafasi Mungu ameweka kwenye moyo wako. Ili nini? Ili uweze kusimamia kusudi lake kwenye hiyo nafasi. Ile nafasi ndiyo inaamua uwe na matunda au usiwe na matunda. Haijalishi umepewa cheo gani kwa jinsi ya mwili, lakini ukipoteza nafasi ya kiroho, utajikuta badala ya watu kuona matunda ya ile nafasi ambayo umepewa, hawaoni matunda yote ambayo Mungu alikusudia uwezaye. Nyanyua mkono wako juu, sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kila mashambulizi yanayofanyika juu ya maisha yangu ili kuniondoa
kwenye nafasi niliyopewa na Mungu aliye hai mbele zake, hayo mashambulizi yakashindwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ewe adui unayepingana na nafasi niliyo nayo mbele za Mungu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia nafasi yangu. Ninarejea kwenye nafasi niliyopewa na Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Sasa unaweza ukashangaa, kwa mfano kanisa la Mungu aliloliweka duniani likipoteza kukaa kwenye nafasi yake, aliwezi kuzaa matunda, aliwezi kuwa na impact yoyote, aliwezi kuwa na matokeo yoyote ambayo Mungu aliyakusudia. Na watu wengi sana katika nyakati hizi za siku za mwisho, shetani analeta kila namna ya upinzani wa kukuondoa kwenye nafasi Mungu aliyokukusudia uwepo. Kwa kama wewe ni muombaji, Mungu anataka uwe muombaji. Angalia, unapitia kitu ambacho, kitu cha kwanza kinachoshambuliwa, unaacha kuomba, unairisha maombi, unakuwa muongeaji janja mjanja. Mungu amekuweka uwe muombaji, unapitia vita, upinzani, unaondoka kwenye nafasi yako, alafu unataka matokeo upande wa pili. Huwezi kupata hayo matokeo, umekatwa. Maana yake umepigwa shambulizi la kukuondoa kwenye nafasi. Unisikilize vizuri hapa, swala si kile ambacho unafanya, kwa sababu kile ambacho unafanya watu wengi wanafanya. Mwangalie mwenzako, mwambie kile unachofanya kuna wengine wanafanya. Mwangalie tena, afu mwambie kile unachofanya kuna wengine wanafanya. Yaani usijitutumue kwamba you are the only one. No, kuna wengine wanafanya. Swala si kile unachofanya, swala ni katika kile unachofanya umekaa kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia ili ulete matunda. Maandiko yanasema mti uliokatwa. Tafsiri ya pili ya mti uliokatwa anazungumza juu ya kupoteza kibali. Kupoteza kibali. Kupoteza kibali. Kwenye mioyo ya watu waliopaswa wakupe kibali. Hiyo tafsiri ya pili. Kupoteza kibali. Sema mtu umekatwa, maana yake umepoteza kibali. Ujue hapo kuna wakata miti, ndio waliokata huo mti. Kama wamekata mti, maana yake huo mti umepoteza kibali. Kwenye mioyo ya watu waliopaswa wampe huyo mtu kibali. Kuna watu wengi sana wanasumbuka na hili jambo. Sijui kama tutaweza kupata nafasi ya kuliombea sana. Moja ya kitu ambacho kinasumbua sana kwenye moyo wa mtu ni anapokataliwa. Anapokataliwa. Ofisini ukubaliki tu. Jitahidi kufanya kila kitu kizuri, fanya kazi zako vizuri, kubaliki tu. Yaani hawakukubali tu. Yaani hamna maelezo. Hujawakosea lakini hawakukubali tu. Hawakukubali tu. Kwenye ndoa, mume wako, yaani umefika mahali tu hakukubali tu. Jamani, mume wangu, kama kuna jambo lolote tukae chini tuliongee, tulizungumze. Labda kuna siku nimezidisha chumvi kwenye bilinganya. Kuna siku nimezidisha chumvi kwenye bilinganya, tuzungumze tu. Nakwambia hujanikosea. Sasa kwa nini unakuwa hivi? Basi tu.
Na kwa mke ni hivyo hivyo. Akwambia mimi sijisikii tu kukaa karibu na wewe. Nini? Ndio basi tu. Poteza kibali, hauna maelezo. Asikia yani sasa hivi najisikia kumkinai yule baba. Yani huyo ni mwanamke. Ni mke wa mtu anakuambia anajisikia kumkinai yule baba. Amekufanya nini? Yani baba watu kwanza anajituma, anajali. Ni basi tu. Poteza kibali. Inasumbua ndani ya moyo wa mtu, haoni maelezo. Ukija kwa vijana ambao hawajaoa na ambao hawajaolewa ndio kabisa. Akikukataa unamfungia tatu kavu. Hakuna mahali anaenda huyu. Ataenda tu. Ataenda tu. Akikukataa unasema wewe bwana, hakuna mahali unaenda wewe. Wanaume wachache, ataolewa tu. Lakini inakusumbua moyoni. Sasa kipengele cha kukataliwa hiki, anaposema mtu umekatwa, maana yake mtu amepitia hii hali ya kukataliwa. Na wakati mwingine unakataliwa mpaka unatendewa. Unatendewa maana yake nini? Kama ni kuondolewa kazini, kama ni kupunguziwa mshahara, kama ni kuondolewa kwenye mfumo, unajikuta umeondolewa tu. Sasa tumeona bana hapa ofisini katika wafanyakazi ambao tunatamani kupunguza wafanyakazi, tumeona tuanze na wewe. Sasa unajiuliza kwa nini waanze na wewe? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Nimesema haleluya. Sasa kuna watu ambao kukataliwa ni hali ambayo wanaipitia, ni kipindi ambacho unapitia. Huna kibali. Huna kibali. Sijasema huna mvuto. Huna kibali. Kuna tofauti ya mvuto na kibali. Hiyo tofauti labda huko sijui kama nitafundisha, lakini watu wengi sana wanaharibika moyo wanapokataliwa. Ndio maana maandiko yanapozungumza moja ya adhabu ambazo Yesu alibeba pale msalabani, alibeba adhabu ya kukataliwa. Maandiko yasema alikataliwa na watu. Kwa nini alikataliwa? Ilikuwa ni sehemu ya adhabu ambayo mwanadamu hawezi kubeba hali ya moyo wake kukataliwa. Hawezi kuvumilia hiyo hali. Watu wengi wanaojitendea mabaya ni kwa sababu wengine wamekataliwa. Yani mtu anaona kabisa, yani kila nikigusa hapa sikubalika, hapa hakuna tumaini, anaona giza mbele yake. Anajitendea mabaya, amekataliwa. Maandiko yanasema ni sawa na mti uliokatwa. Tuliokatwa, poteza kibali kabisa. Sasa maandiko yanaeleza ya kwamba mti uliokatwa ni ishara ya mtu aliyekataliwa. Jambo la tatu, haya naeleza kwa kina sana tu ya kuingia, maana hili somo huko mbele kuna vitu vizito sana. Mungu amekusudia watu wachipuke 2026 kwa jina la Yesu. Nasema 2026, na tunaanza mwezi huu na wiki hii. Mungu amekusudia chipukizi jipya katika jina la Yesu. Mungu amekusudia watu watokee, wale ambao walisema huyu atazimika kama mshumaa. Mungu amekusudia watu watokee wakiwaka kwa moto usiozimika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana mtu mwingine anasema, "Sasa mwalimu, hivi vitu mbona vizito sana?" Mungu amekusudia chipukizi jipya kwenye maisha ya watu. Maandiko yanazungumza juu ya mizizi kuoza mchangani. Jambo la tatu hilo. Anasema mizizi yake inaoza mchangani. Mchangani. Naharibika chini ya ardhi. Mtu umekatwa. Lakini pia Biblia inasema na mizizi yake inaoza mchangani. Anamaanisha nini hapa? Anamaanisha mtu ambaye anapitia vitu ambavyo, nisikilize vizuri hapa, mtu anayepitia vitu ambavyo vinambomoa, lakini hakuna mtu anayejua. Kuna watu wengi sana mna mambo mioyoni mwenu yanayowatafuna, yanayowala, ila hakuna mtu anayejua.
Maana yake unaoza ukiwa mchangani. Mizizi inaoza mchangani, yaani unaharibikiwa ndani kwa ndani. Kuna nini kwani umekutana nacho? Niko sawa tu, niko sawa, hakuna shida, I'm okay. Lakini unajua kabisa kuna kitu kinakutafuna ndani, hakuna mtu anayejua, na wakati mwingine hakuna mtu ambaye unamwamini kwamba umuelezee hicho kitu ambacho unapitia. Wewe kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye huduma yako, kwenye afya yako, unapitia hali fulani kwenye afya yako, lakini huwezi kumwambia mtu. Huwezi kumwambia mtu. Huwezi kuexpose someone kwamba bana I said na shida hii na hii na unalika ndani kwa ndani. Mizizi inaoza mchangani. Na kuna watu ni mashina ambayo kwenye familia zao wanapitia vitu ambavyo vinawatafuna, vinawamaliza ndani kwa ndani. Hakuna mtu anayejua unachopitia ila kinakumaliza. Kinamaliza nguvu zako, kinamaliza furaha yako, kinamaliza changamko la moyo wako. Unapitia kitu ndani ya moyo wako ambacho kinakumega ndani kwa ndani. Nasema mizizi naoza mchangani. Maandiko yanasema watu wa namna hiyo kwa nguvu ya matumaini, kwa nguvu ya matumaini, kwa harufu ya maji watachipuka tena. Nasema kwa nguvu ya matumaini, kwa harufu ya maji, watu wa namna hiyo wanaweza kuinuka tena katika jina la Yesu. Nasema wanaweza kuinuka tena katika jina la Yesu. Watu wanaopitia hayo niliyoyaeleza, Biblia inasema kunakuwa na tumaini kwa mtu wa namna hiyo, anayepitia mazingira hayo, anayepitia hiyo vita ya kuondolewa kwenye nafasi, anayepitia hayo mazingira ya kukataliwa, anayepitia hiyo hali inayokula moyo wake. Biblia inasema kama atamtumaini Bwana atachipuka tena katika jina la Yesu. Na mimi niko hapa kukuambia, haijalishi unapitia nini kwenye maisha yako, usiache kumtumaini Bwana, kwani Bwana amelituma neno lake kwamba kwa nguvu ya tumaini ndani ya moyo wako unaweza ukaamka na ukastawi tena na ukainuka tena na ukachipuka tena katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nitangaze baraka hii mbele za Bwana. Bwana akalete kuchipuka tena kwenye familia yako. Bwana akalete kuchipuka tena kwenye biashara yako. Bwana akalete kuchipuka tena kwenye ndoa yako, kwenye afya yako. Mahali pale ambapo ulikuwa unaharibika, kitu kinakutafuna ndani kwa ndani, ukatokee kama mche mororo, ukachipuke katika jina la Yesu. Na watu wa Mungu waseme amen. Mimi ninakuombea kwa Bwana ukachipuke tena, likawepo chipukizi jipya. Hebu sema chipukizi jipya. Sema tena chipukizi jipya. Bwana akuinue tena katika mazingira hayo. Nyanyua mkono wako juu, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, ninaweka tumaini langu kwako katika mazingira niliyo nayo. Umesema kwa nguvu ya matumaini nitachipuka tena, nitainuka tena, nitastawi tena, nitazaa matunda tena kwa msimu mwingine tena, kwa jina la Yesu. Amen. Makofi mengi kwa Yesu Kristo Mwokozi. Kuna matumaini kwa mtu ambaye ana hiyo vita, kwa mtu aliyekataliwa, kwa mtu ambaye amekataliwa kama Yusufu ambaye alikataliwa na ndugu zake. Kuna matumaini kwa mtu aliyekataliwa kwa sababu ya tabia yake kama Rahabu yule kahaba. Kuna matumaini kwa mtu aliyekataliwa kwa sababu ya afya yake kama Ayubu. Kuna matumaini
kwa mtu aliyekataliwa kwa sababu ya hadhi yake ya kifamilia, kwa sababu yeye amezaliwa kama Yefta. Biblia inasema huyo aliyekataliwa na hao waliokataliwa walichipuka tena kwa nguvu ya matumaini. Yusufu alichipuka tena, Rahabu alichipuka tena, Yefta alichipuka tena, na wewe utachipuka tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wewe utainuka tena. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usilie hapo mavumbini. Acha Bwana akuinue tena kwa jina la Yesu, na watu wa Mungu waseme amen. Mungu anaweza kukuchipua tena. Sasa unisikilize vizuri hapa. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu, sura ile ya 17 mstari wa kwanza na kuendelea, utaona juu ya fimbo ya Haruni iliyochipuka. Kitabu cha Hesabu sura ya 17, Biblia inasemaje? Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli, kisha upokee kwao fimbo moja kwa ajili ya nyumba ya kila baba katika wakuu wote, kama nyumba za baba zao zilivyo, fimbo 12. Kisha andika jina la kila mtu katika fimbo yake, na katika fimbo ya Lawi utaandika jina la Haruni, maana itakuwa fimbo moja kwa kila kichwa cha nyumba ya baba zao. Nao utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi, hapo mkutanapo pamoja nanyi. Kisha itakuwa mtu huyo nitakayemchagua, fimbo yake itachipuka, nami nitayakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanunungunikiayo juu yenu. Basi Musa akawaambia wana wa Israeli. Ndipo wakuu wote wakampa fimbo moja kwa kila mkuu, kama nyumba ya baba zao zilivyokuwa, fimbo 12, na fimbo ya Haruni ilikuwa kati ya fimbo zao. Kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake. Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi, na tazama, ile fimbo ya Haruni iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi na kuchanua maua na kuzaa malozi mabivu. Kisha Musa akazileta nje hizo fimbo zote kutoka hapo mbele za Bwana, na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote, nao wakaangalia, na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi, ili itunzwe iwe ishara juu ya hao wana wa maasi, ili uyakomeshe manunguniko yao walioninungunikia, ili wasife. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapozungumza juu ya hii fimbo ya Haruni, nazungumza juu ya chipukizi jipya kwenye maisha ya Haruni. Unajua wana wa Israeli walikuwa kwa mfumo wa makabila 12, na maandiko yanasema katika yale makabila, kila kabila Mungu alilipa baraka yake. Kabila la Walawi ambalo walikuwa wanatokea kina Musa na kina Haruni, Biblia inaeleza kwamba walipewa baraka ya huduma ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Makabila mengine nayo yalipewa vitu vyao vya kufanya na baraka zao. Kwa mfano kabila ya Yuda, maandiko yanasema fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Maana yake wao walipewa kipawa cha uongozi. Kina Daudi wametoka kwenye kabila ya Yuda kuwa wafalme. Wakina Manase wao walipewa kazi ya kuwa wanajeshi, askari, ndio waliokuwa wanawapigania wenzao hasa kwenye vita zile za kuingia Kanaani. Ndio maana ukisoma Biblia juu ya kabila ya Manase na kabila ya Warubeni, walipewa ng'ambo ya bahari ya huku Jordan, ila waliambiwa kwa sababu ninyi ni makamanda, msimiliki kwanza nchi yenu, msikae, vukeni muwapiganie wenzenu, alafu mtarudi kwenye eneo lenu. Walipewa kitu cha vita, pamoja na watu ambao walikuwa wanatumia mkono wa kushoto kurusha kombeo. Walikuwa ni wana wa Benjamini, ambao walikuwa ni watu wanafanya vita vikosi, na ukipigana na Wabenjamini huwa umejipanga vizuri. Sio Benjamini mimi
Benjamini hao walioandikwa kwenye Biblia. Halo, sawa. Kama ni mimi sawa, kama umetafsiri mimi pia umejipanga vizuri. Kwa sababu shetani naye huaga anajipanga pia vizuri. Ikitaka kuja inabidi akae avae silaha zake vizuri. Otherwise anarudi kilema. Sasa kila kabila lilipewa kitu chake. Wanaendelea na maisha, wanaendelea. Biblia inasema pakatokea manunguniko kwamba mbona kabila hii ya Lawi ndio wanaokuwa makuhani peke yao? Watu wakanungunika, kwa nini hawa ndio wanakuwa makuhani, wanakuwa viongozi wa ibada peke yao? Kwa nini hawa ndio wachungaji peke yao? Kwani sisi huko hatuwezi kufanya hiyo kazi wa kabila zingine? Biblia inasema pakatokea mashindano na manunguniko. Mungu akasikia. Unajua kuna vitu Mungu aga anasikia haraka. Kitu cha kwanza Mungu anachosikia haraka sana ni damu iliyomwagika isiyo na hatia. Hauhitaji kuomba ili Mungu asikie. Ikimwagika tu Mungu anasikia. Na upako wa Mungu ukija popote, kasoma kitabu cha Isaya, nguvu za Mungu zikishuka popote pale, kama ardhi au kama eneo limepokea damu isiyo na hatia, Biblia inasema ardhi inafunua damu isiyo na hatia iliyoko ndani yake. Watu wasipojifunza kutubia hiyo, wataanza kujisikia uzito kwenye maeneo yao. Unatafuta upako upate, unatafuta uwepo upate. Unasema jamani, palikuwa vizuri tu hapa, tu tunaomba hapa, upako unashuka, mbona sasa hivi upako pakame, pakavu? Nini? Uwepo wa Mungu ukija, damu inaongea. Hiyo ni moja, vitu vinavyoongea kwa kasi ya 5G ya kiroho, damu. Cha pili ni kilio cha mtu, sio kulia kwa mtu. Kilio cha mtu, sauti ya ndani ya maumivu kwa sababu ya kuonewa. Mungu anasikia, yani hauhitaji kuomba. Ndio maana kama umezoea kunyanyasa watu, sisi wasichana wa kazi unawanyanyasa, unawaonea, kilio, yani hauhitaji aombe. Kile kilio, Biblia inasema Sodoma na Gomora iliangamizwa sio kwa sababu ya dhambi zao. Kasoma Biblia inasema Mungu alituma malaika waende Sodoma na Gomora. Walipofika walienda kukagua kwamba yale wanayofanya Sodoma na Gomora, je, ni sawasawa na kilio kilichofika kwake? Walipofika, alafu wale watu wakataka kuwabaka malaika. Wale malaika wakasema ni kweli bwana, hapa kile kilio confirmed, lazima waangamie hawa. Wakateketeza mji mzima. Kilio. Jambo la tatu, manunguniko. Kunungunika. Uwezi kutoa hoja, tulia. Mwambie mwenzako tulia. Usinungunike mbele za Mungu. Manunguniko, Biblia inasema wana wa Israeli waliangamizwa na nyoka wale wa moto wale, waliwaangamiza wale kule jangwani. Kwa sababu gani? Walimnungunikia Bwana, walimnungunikia Mungu na Musa na Haruni. Biblia inasema Mungu akasema, kama mlivyonungunika, mlivyosema masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia. Sasa hawa nao wakaanza kunungunika, mbona ni Haruni peke yake? Mungu akasikia. Aliposikia tu akashuka akamwambia Musa, nimesikia manunguniko hapa na kuna hawa watu watakufa. Kwa sababu ya manunguniko hawa, hizi kabila watakufa na sitaki wafe. Maandiko yanasema, akamwambia Musa, chukua fimbo, waambie wana wa Israeli kila mtu na kabila lake kwa nyumba za baba zao watafute fimbo, na katika ile fimbo wachague mtu katika hiyo kabila wanayeona anafaa kukaa kwenye nafasi. Biblia inasema wakaandika watu majina kwenye zile fimbo 12. Katika fimbo ya Lawi likaandikwa jina la Haruni. Fimbo zikachukuliwa zikapelekwa patakatifu katika hema ya ushuhuda, ambapo kulikuwa kuna sanduku la agano, zikawekwa hapo. Fimbo zimekauka na zimekatwa, zikawekwa hapo.
Musa akatoka akafunga hema, wakalala. Biblia inasema siku ya pili yake Musa akatoka akaja kuingia kule ndani, akakuta fimbo zingine zimebaki zimekauka. Fimbo ya Haruni imechipuka. Biblia inasema ikatoa mpaka na matawi, na ile fimbo ikazaa mpaka matunda kwa usiku mmoja. Afu Mungu akamwambia Musa, zichukue hizo fimbo zote 12, toa nje, wanaweza waonyeshe. Kila mtu achukue fimbo yake. Kabila ya Dani wanachukua fimbo yao, haijachipuka. Kabila ya Lawi wakapewa jina ya Haruni. Kila mtu akapewa fimbo yao. Akasema sasa huyu ambaye fimbo yake imechipuka na imezaa matunda, huyu ndiye Bwana aliyemchagua. Mungu akamwambia Musa, hiyo fimbo irudishe patakatifu patakatifu, ibaki huko ndani, iwe ushuhuda kwa hawa wana wa maasi wasije wakafa. Sasa unisikilize vizuri dakika chache hapa. Kwa nini zile fimbo hazikuchipuka zile 11? Jambo la kwanza, hilo ndio swali kubwa. Jambo la kwanza, kwa nini zile fimbo zingine hazikuchipuka? Wakati zote ni fimbo, tofauti yake ni majina, zimewekwa zote kwenye uwepo wa Bwana. Kwa nini hii chipuke, hii sichipuke? Ni kwa sababu walichokuwa wanakigombania, ile nafasi waliokuwa wanaitafuta, kabila hizi 11 hawakuwa wamechaguliwa kupewa hiyo nafasi, ila huyu wa kabila ya Lawi ndio baraka yake, ndio maana alichipuka. Kwa wakati zinawekwa zile fimbo, sio swala la kusema ni kwa sababu Mungu alitaka Haruni awe kuhani. Ni swala la kujua ya kwamba hawa Walawi walikuwa wana baraka ya ukuhani. Kwa hiyo wakipandwa kwenye mahali pao pa ukuhani watachipuka. Bwana asifiwe sana. Narudia tena, hawa Walawi walikuwa wamepewa baraka ya utumishi wa madhabahuni. Kwa hiyo kama Mungu anataka wawe wanastawi, atawapanda katika nafasi zao, mahali pao, ili wachipuke kutokea kwenye mahali walipokusudiwa na Bwana. Hawa wengine haimaanishi kwamba walikuwa hawachipuki. Kosa lao ni kutaka kutoka kwenye nafasi zao na kutaka kuchanua kwenye nafasi za watu wengine. Angalia mwenzako, mwambie wewe ni nani, fimbo ya Haruni au fimbo ya hawa jamaa? Kwa sababu kuna watu hapa naongea nao, tunazungumza juu ya chipukizi jipya. Unaposema Mungu nisaidie nichipuke 2026, Mungu alipokupanda, unajua pale Mungu alipokupanda, kama wewe ni mfanyabiashara, kaa hapo kwenye biashara na Bwana atakuchipusha kwa jina la Yesu. Kama wewe ni mwanasiasa, kaa hapo. Kama wewe ni mtumishi, kaa hapo. Kama wewe ni mchungaji, kaa hapo. Ukiona mfanyabiashara anastawi kuliko wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu wa madhabahuni, usikimbilie kusema hebu ngoja niende na kwenye biashara. Angalia mwenzako, mwambie kaa hapo. Sasa watu wengi sana nasema nini, biashara gani inafanikiwa mjini? Wanasema biashara ya miti. Ukipanda miti ya biashara ya miti. Wenzako anapanda haifi, wewe unapanda inaoza. Nini ambacho kinalipa mjini? Ukiwa mtumishi wa Bwana, mhubiri, unaona wale vijana wadogo wale wako vizuri. Vijana wadogo wale jaribu. Kama hujapandwa mahali pako, ukitaka kutoka mahali pako, unakosea principles za kuchanua. Mimi niko hapa kukuambia, hapo hapo Mungu alipokuweka, hapo hapo Mungu akupe kuchipua na kuzaa matunda kwa jina la Yesu. Sijaelewa kama kuna watu wamenielewa hapa. Hapo hapo Mungu alipokupanda, hata kama
Kama wewe ni mfanyabiashara, kazi yako ni kuuzia watu chakula ambacho hakijaiva. Unajua chakula hakijaiva, genge. Hapo hapo, weka hapo. Mwambie Mungu, 2026 hii biashara ninataka chipukizi jipya. Utaona chipukizi jipya. Katika siasa, mwambie Mungu, hapa umeniweka nichipuke. Utaona chipukizi jipya. Katika uimbaji, hapa Bwana umenipanda, nisaidie nichipuke. Utaona chipukizi. Wewe ni mkulima, unataka Bwana akuchipuke. Mwambie Bwana, na hapa nataka chipukizi jipya. Pale Bwana alipokupanda, kaa hapo na Bwana atakufanya uchipuke na utazaa matunda 2026. Na watu wa Mungu waseme amen. Kama fimbo ya Haruni ilichipuka, na wewe fimbo yako ikachipuke kwa jina la Yesu. Hicho kipawa chako kikachipuke kwa jina la Yesu. Hiyo biashara yako ikachipuke kwa jina la Yesu. Hiyo ndoa yako ikachipuke kwa jina la Yesu. Kile ambacho Bwana amekupa kama ushahidi wako, kama fimbo yako, niko hapa kukitabiria ya kwamba katika uwepo wa Bwana wa wiki hii, Bwana atazalisha, Bwana atachipusha, Bwana ataleta maongezeko. Kama fimbo ya Haruni ilichipuka kwa usiku mmoja ikazaa na matunda, si zaidi sana ndoa yako na izae faraja kwako, na izae furaha kwako, na izae amani kwako katika jina la Yesu. Mungu anaweza kuchipusha tena kama tu utakuwepo kwenye ile nafasi aliyokuweka, na kuchipushe na uzae matunda kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sasa, ukisoma hapo utagundua kitu kingine. Fimbo ya Haruni ilichipuka katikati ya fimbo zingine. Ndivyo Bwana ambavyo anataka watu wake wawe. Yaani ile kwamba kuna watu wengine wanafanya unachofanya, kusikuogopesha wewe kufanya unachofanya, kwa sababu kwa neema ya Bwana unaweza kuchipuka katikati yao. Ushawahi kuona mtu anasema hapa mahali saluni ni nyingi sana, kwa hiyo naona weka saluni? Usiweke. Saluni nyingi hapa, na wewe unaweka saluni hapa, mnaanza kubanana. Bwana akikuambia uweke, wewe unakuja na uwepo wa Bwana, na nafasi hiyo utachipuka katikati ya fimbo nyingine kwa jina la Yesu. Sasa unasema unajua watumishi wamekuwa wengi, vijana wanaohubiri ni wengi, mimi ngoja niwe mwimbaji. Kama umeitwa kuhubiri, haijalishi wahubiri ni wengi, na wewe anza kuhubiri katikati ya wengi, utachipuka. Kama ni mkulima, na wewe anza kulima katikati ya wakulima, na wewe utachipuka. Usiogope kwa sababu ya wingi wa wale wanaofanya kile unachofanya. Wewe fanya chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atakukweza kwa wakati wake, naye atakuinua kwa ngazi zake. Usiwaze kwamba unajua kimefanywa na watu wengi, hiki kimezoeleka. Hata kama fimbo ni nyingi, itakayochipuka iko kwenye uwepo wa Bwana, na ndio Bwana aliyoichagua katika jina la Yesu. Wewe usiogope, wewe usiache. Sema jamani, nikutana na mtu mmoja asema, jamani mimi sitaki, ninaogopa ndoa, mimi mambo ya ndoa. Nikamuuliza kulikoni? Akasema niko kwenye grupu moja la WhatsApp la wanawake walioolewa, wanachoongea inanifanya sitaki kuolewa kabisa. Ngea sema, yani sasa sikia, kama wewe unaona wenzako katika ndoa zao hawajachipuka, na wewe utaki kuolewa, utaki kuoa, eti kwa sababu kuna ndoa 3-4 unaona zinaoza mchangani. Unajua neno la Bwana, neno la Bwana linasema hivi, kama kuna fimbo nyingine hazijachipuka, ya kwako amini itachipuka kwa jina la Yesu, na wewe utazama. Yani mwambie mwenzako usiishi kwa kuangalia watu wengine. Mwangalie tena, mwambie usiishi kwa kuangalia watu wengine. Sasa ndoa za siku hizi mimi sijaona, nitaoa na ndoa yangu mimi naamini hivi. Yani mimi ngoja nisiongee siri. Unajua sasa hivi
nikianza kuongea hapa itakuwa shida. Acha waga, mimi ninaamini kitu hichi kwamba hakuna mtu mwenye akili nyingi kama ambaye ana Roho Mtakatifu. Kwa kama mwanaume ana Roho Mtakatifu, ana akili nyingi za kuishi na huyo mke wake. Kasome Biblia yako, akili hazijaumbwa zitumike zenyewe. Kwa kama unataka mume wako akuweze, mwanamume haniwezi huyu mwanaume huyu hakai kwenye nafasi yake, wewe ombea akili zake, mwambie Roho Mtakatifu take control. Mimi akili zangu zina Roho Mtakatifu, ziko. Kwa hayo mambo tuachane nayo sasa. Utachipuka tena katika jina la Yesu. Ninaomba usimame katika uwepo wa Bwana, na Bwana alibariki neno lake. Amen. Makofi mengi kwa Bwana. Usiogope kufanya kile ambacho wengine wanafanya, ili hali tu Mungu anakupanda kwenye hicho. Amen. Wewe nenda 2026 kama wameanzisha kampuni ya 1 2 3 na wewe unasikia moyoni kuanzisha, wewe anzisha. Mwambie Mungu, mimi naanzisha. Wao wana fimbo yao na mimi nina fimbo yangu. Halo. Nyanyua mikono yako juu. Mtu akinanda tusaidie hapo. Nataka tuombe hapa neema ya kuchipuka katika nafasi na katika kile Mungu alichokupa. Iwepo neema ya kuota na kuzaa matunda. Iwepo neema ya kuota. Iwepo neema ya kuota. Nyanyua mikono yako juu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, siku hii ya leo, Mungu mtakatifu, ninakuja mbele zako katika nafasi ulioniweka na katika kile ambacho umenipa kama fimbo yangu. Bwana, ninaomba rehema na neema ya kuchipuka tena katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema ya kuchipuka tena katika jina la Yesu. Kama fimbo ya Haruni ilichipuka katikati ya fimbo nyingine, na hichi ninachofanya na hichi nilicho nacho, ninaomba Bwana kikachipuke tena 2025 na 2026. Kile ambacho kimeharibika, kile ambacho kimeoza, kile ambacho kimekufa, kikainuke tena. Biashara yangu, matumaini yangu, imani yangu, kibali changu, amani yangu ikachipuke tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, sema Yesu, Yesu, ninaomba neema ya kuchipuka tena katika jina la Yesu. Ninakataa kusinyaa na kukauka kwa fimbo yangu katika jina la Yesu. Wao wamesema mtu yule nitakayemchagua fimbo yake itachipuka, na mimi leo ninaomba neema ya kuchipuka tena kwenye maisha yangu. Kile ninachofanya na kile ninachoanzisha kikachipuke kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasimama kwenye nafasi niliyopewa na wewe, kwenye ule mbaraka ulioweka kwenye maisha yangu. Ninasimama kwenye huo, ninatangaza chipukizi jipya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu jiombee kwa dakika chache. Omba kwa Bwana, jiombee. Inawezekana wewe ni mfanyabiashara, inawezekana wewe ni mwalimu, inawezekana wewe ni mkulima, inawezekana wewe ni mwimbaji, inawezekana wewe ni mchungaji, inawezekana wewe ni askofu, inawezekana wewe ni mwalimu, ni mtume, ni nabii. Katika hiyo fimbo ambayo Bwana amekupa, mwambie Bwana, katika hichi ninaomba neema ya kuchipuka, neema ya kuchipuka na kuzaa matunda 2026. Bwana, katika jina la Yesu. Ripakata aramasanda
rapakaramashanda, rapakaramasira, ropokoroboshanda, rikatarabaramasia, rapakataramando. Katika jina la Yesu Baba, tunanyunyiza hiyo damu kwenye kila nafsi ambayo imeumizwa na kila nafsi iliyojeruhiwa ambayo ni kama imekatwa. Wengine wameondolewa kwenye nafasi, ndani yao wamepoteza kiu ya maombi. Mandere basia kana makatayada, wape kuchipuka tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uachilie chipukizi jipya katika jina la Yesu. Kama uko hapa na umepitia kipindi ambacho umepoteza nguvu ya maombi ndani yako, ukiomba ni kama umekauka, unajilazimisha, naomba usonge hapa mbele. Nataka nikuombee hii neema, maana Mungu amekuweka hapo, lakini ninaona watu wengi sana kipindi hichi hawawezi kuomba, hawawezi kuomba. Wamepitia uchungu, wamepitia huzuni, imenyamazisha kitu cha maombi. Bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini. Nyanyua mikono yako juu, fungua moyo wako. Ni wengi mpaka huko kwenye mtandao, kuna watu wengi sana wamepoteza hicho kitu cha maombi. Uchungu, huzuni imesizi nguvu ya maombi ndani. Makarabashanda rabasika rakatarabashanda aramasira bashanda roposika ramashanda rabasira karamashanda aramasika. Ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini kwa nguvu zako. Fungua moyo wako, Mungu aondoe huo ukame wa maombi ulioingia kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya huzuni. Ninakuamini, bado ninakuamini, ninakuamini, wewe peke yako, bado ninakuamini. Nyanyua mikono yako juu wakati waimbaji wataendelea kuimba wimbo, lakini nataka hicho kitu kifunguke ndani yako. Sema kwa jina la Yesu, Bwana, ninaomba rehema mahali pale ambapo nimeondolewa kwenye nafasi na roho ya uchungu na roho ya huzuni na roho ya kilio, nikaondoka kwenye nafasi ya kusimama kwenye nafasi ya kuwa muombaji. Ndani yangu nimekauka, siwezi kuomba, siwezi kuomba jinsi nipasavyo. Nilikuwa na ratiba za maombi, nimeacha ratiba za maombi. Bwana, neno lako linasema fufua kazi yako, nami ninaomba leo ndani yangu tena, achilia maji yako, achilia bubujiko lako, achilia nguvu yako, nguvu ya neema, ya neema ya maombi katika jina la Yesu.
kila ukame niliyopitia, kila uchungu niliyopitia, kila huzuni niliyopitia iondoke ndani yangu katika jina la Yesu. Roho ya neema na maombi irudi ndani yangu, irudi ndani yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Napokea roho ya neema na kuomba. Napokea sasa, napokea sasa, napokea sasa, napokea sasa nguvu za Roho Mtakatifu za maombi. Napokea sasa, napokea sasa, napokea sasa, napokea sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu endelea kusema napokea. Baba, katika jina la Yesu ninatangaza huo ukame wa kuomba ulioko ndani ya watu walioko hapa na wale walioko kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao. Hiyo roho ya neema na maombi iliyokauka ndani yao ikarudi tena. Uchungu ulioondoa maombi, huzuni iliyokausha uombaji ndani ya nchi hii, ndani ya waombaji wa nchi hii, katika jina la Yesu huo uchungu ukayeyuke, ukayeyuke. Rapakasa, pokea, pokea nguvu za Bwana, pokea power, power ya maombi, pokea power, 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 power kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu, pokea roho ya neema na kuomba, uweze kuomba tena. Rakatarabashanda, rapakasanda, rikatara. Omba, 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 omba. Wewe sema tunapokea, wewe shukuru tu. Huo mzigo unayeyuka ndani yako. Rikataramashanda, rapakaramasanda. Roho ya kuomba irudi kwako, irudi kwenye kanisa, irudi kwenye taifa katika jina la Yesu. Roho ya kuomba, roho ya kuomba, roho ya kuomba, roho ya kuomba irudi ndani ya waombaji. Ndio watu wanapokea, watu wanajazwa nguvu hapa, watu wanajaa Roho Mtakatifu, jaa nguvu, jaa nguvu mpaka kwenye redio, mpaka hapo nyumbani. Watu wanajazwa roho, wanajazwa roho. Pokea kwa jina la Yesu. Power, 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 the power of Holy Spirit. Pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea kwa jina la Yesu. Urudishiwe roho ya neema, urudishiwe nguvu ya kuomba. Pokea sasa, jaa nguvu tena. Kiu ya kuomba irudi ndani yako, kiu ya maombi irudi ndani yako, kiu ya maombi irudi ndani yako kwa jina la Yesu. Kiu ya maombi irudi ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rapakataramasanda, reketerebashira, ramakatarabashira. Na kata nira hizo zinazokurudisha nyuma usiombe. Na kata hizo nira, na kata hizo nira, na kata hizo nira, na kata kwa moto, kwa moto, kwa moto. Roho ya neema na kuomba ilikamate kanisa tena, ikamate taifa tena. Ramakatarabashira, yamana makata yada, emale masokata. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni kwako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu, maana wewe ni Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Na watu waliopokea wangesema amen kwa makofi mengi kwa Bwana. Haleluya.
Mungu akubariki sana kwa kuungana nasi katika ibada ya siku ya leo. Mungu akutunze daima. Tunakukaribisha tena katika ibada zinazofuata. Kumbuka, ibada hizi na vipindi hivi ni kila siku saa 9 mpaka saa 10:30 usiku. Tunakukaribisha sana. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kama hujafanya hivyo, na usisahau pia kulike kwenye video hii kama hujafanya hivyo. Pia wakaribishe wengine kwa kuwatumia ujumbe huu ili na wao washiriki baraka hizi katika madhabahu hii. Utunzwe na Yesu Kristo. Ni Kesha na Kristo. Shalom. Amen.